kisa cha Maryam binti Imran. Yeye katika kisa chake, ambapo kama sikosei nitazungumza aya 2 tu katika suratul Maryam, tutaona tumejifunza nini katika aya hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza, anasema fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ta shay'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa shakirin. Ndugu zangu katika imani, ukiangalia namna ambavyo Maryam amempata mtoto ni katika mazingira ambayo ni kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni katika mipango ya Allah mwenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumza katika aya nyingine aliposema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adama khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Hapa tunagundua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba wanadamu kwa njia kuu tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba mwanadamu kwa kutumia mchanga, ni pale alipomuumba Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam. Lakini njia ya pili ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba mwanadamu kwa yale maji ambayo tunaambiwa ya kharuju min baini sulbi wa taraibe. Hapa ni sisi wenyewe namna ambavyo tumeumbwa. Lakini njia ya tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba pia kwa kun fayakun, pale aliposema wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikadiria tu kwamba Maryam awe mjamzito na azae mtoto, na kweli ikawa vile. Hizi ni njia kuu tatu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezitumia katika kuumba wanadamu. Sasa basi, ukisoma katika suratul Maryam kuanzia aya nambari 16 utaona kwamba Mwenyezi Mungu anasema wadhkur fil kitabi Maryam. Sasa tukisema tuzitafsiri zote muda hautoshi, lakini tu kwenye aya ya 27 ni kwamba tayari sasa Maryam ameshapata mtoto baada ya maneno mengi yaliyopita huko nyuma. Pale kuna muda pia alikuwa anamwambia Mwenyezi Mungu, vipi nitapata mimi mtoto na wala sikugusana na mtu yeyote? Mwenyezi Mungu akamwambia hilo ni jepesi. Lakini kuna muda akawa anapata uchungu, akaambiwa aende katika mtende, akifika pale akae atulie. Baadaye akaambiwa tikisa huo mtende, zitaanguka tende, hizo tende kula, alafu unywe na maji. Hapa pia wale mashekhe wa tibi wanatuambia mjamzito inabidi ale sana tende na maji. Hii ilianza kwa Nabii Allah Musa alayhi salam, pale mama yake alipoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala autikise mtende, zitaanguka tende zilizoiva. Baada ya hapo anywe maji, yani ale tende na maji. Hii inamsaidia mama mjamzito. Chukueni hiyo. Lakini pia ameshapata sasa mtoto, kwa sababu kwenye maelekezo aliambiwa aondoke pale mjini akakae sehemu ajitenge, alafu akikutana na mtu yeyote amwambie inni asema walan ukallima al-yawma insia, yani sitaki kuzungumza na mtu yeyote, yani maana yake ajifanyaje, ajizuie. Sasa ameshapata mtoto, anarudi sasa wapi? Mjini. Watu wanamuona mama Maryam ana mtoto, wakawa wanamuuliza, wakamwambia, ndipo pale Mwenyezi Mungu anaposema fa'atat bihi qaumaha tahmilu, kwamba akawa anawaendea watu wake hali ya kuwa tayari pale amembeba mtoto. Watu wakamwambia laqad ji'ta shay'an fariya, umefanya jambo la ajabu sana, jambo baya sana. Kwa sababu gani? Wewe umeondoka juzi, leo unakuja, hatuja kuona kwamba umeolewa au una nini, lakini leo unakuja tayari una mtoto. Wakaenda wakasema ya ukhta Harun, dada wa Harun wewe,
ma kana abuki mraa sauin wa ma kanat ummuki baghia, baba yako hakuwa ni mtu wa ovyo ovyo wa ajabu ajabu, lakini wa ma kanat ummuki baghia, na wala pia mama yako hakuwa ni kunguru. Sijui lugha hii itaeleweka vizuri, lakini kinachomaanishwa hapa ni kwamba watu wanamshangaa Maryam kwamba ulipataje mtoto hali ya kuwa baba yako hakuwa ni mzinifu na mama yako pia hakuwa ni mzinifu. Yawaje wewe leo uingie katika uzinzi alafu upate mtoto? Sasa nilipokuwa nakusudia kwanza ni kwamba tayari wale watu walikuwa wanajua kabisa kwamba kama mzazi atakuwa ni mbaya, basi na mtoto naye atakuwa ni mbaya. Tunarudi kule nyuma kwamba malezi ya mtoto yanaanza miaka 20 kabla ya kuzaliwa, na hapa ni katika kumwandaa mama yake. Ndio maana watu wanamwambia makana abuki mraa sauin, baba yako hakuwa ni muovu, wa makanat ummuki baghia, lakini pia mama yako hakuwa ni baghia. Ukiangalia katika lugha ya Kiarabu, nikitafsiri hapo watu wanainamisha vichwa, lakini tu ni kwamba ndio maana mwanzo nikasema hakuwa ni kunguru. Yaani leo ana yule, kesho ana yule, leo ana yule, kesho kutwa ana yule, idi hii ana yule, idi ile ana yule. Mama yako hakuwa na tabia hizo. Leo yawaje wewe leo uwe mzinifu? Ni kwamba wanaanza kumtuhumu hali ya kuwa hawajui kwamba ile ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alishamsifu akamwambiaje, wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha. Huyu Maryam binti Imran ni yule ambaye ahsanat farjaha, ameihifadhi tupu yake kutokana na uzinifu. Mwenyezi Mungu anasemaje? Fanafakhna fihi min ruhina, tukaiweka roho yetu pale. Sasa wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Sasa basi tunachokuja kujifunza kwenye kisa cha Maryam, hizi ni aya 2 tu, hizo nyingine za huko nyuma tumeziacha, lakini hapa tunakuja kujifunza kwamba kama yakunu alwaladu, au na tukasema kama yakunu alabu yakunu alwaladu. Wazungu wanasema like a father like a child. Vile ambavyo mtoto baba anakuwa ndivyo ambavyo pia mzazi wake mwanae atakuwa. Kwa hiyo sasa kila mmoja, kabla hatujaendelea, jiulize mazingira ambayo unaishi wewe, mazingira unayoishi wewe na mke wako, mazingira unayoishi wewe na mwenza wako, mwanao anacha kuiga? Tuanzie hapo. Yaani vile ambavyo unaishi wewe, mwanao anacha kuiga? Kwa sababu itafika mahala watu watakutukana wewe, malezi yamekushinda, kumbe kuna tabia nyingine ambazo mwanao amechukua kwako. Kwa sababu gani? Vile ambavyo utakuwa wewe, basi na wanao pia watakuwa hivyo hivyo. Kwa kulithibitisha hivyo, tuangalie hadithi ya Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha, pale aliposema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, takhayyaru linutafikum. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba tuchague sehemu ya kuweka mbegu zetu. Kwa nini zimetajwa mbegu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nisaukum harthul lakum, hawa wanawake hawa ni mashamba yenu. Sasa mtume naye anatuambiaje? Chagueni sehemu za kuweka mbegu zenu. Kwa sababu gani? Katika riwaya nyingine tunaambiwa takhayyaru linutafikum. Hadithi inaanza hivi, takhayyaru linutafikum wankihul akufaa. Nianzia hapo. Mtume anasema chagueni sehemu ya kuweka mbegu zenu, lakini pia oeni kufuu yenu.
Kufuu ni